ujumbe nasema Yesu sasa amefufuka kwa kishindo kikubwa. Hapo ndio pointi yangu. Ujumbe wetu unasema Yesu sasa amefufuka kwa kishindo kikubwa. Na Mathayo sura 16 na mstari wa 21 na mstari mmoja tu hapo. Nataka tuzungumze hapo kidogo. Kuna mtu amefika. Ujumbe nasema sasa Yesu sasa amefufuka kwa kishindo kikubwa. Mathayo 16:21 mstari wa kwanza. Karibu. Tangu wakati ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu. Na kupata mateso. Na kupata mateso mengi. Kwa wazee na wakuu wa wale wazee wa kanisa na wengine wabaya. Na waandishi. Na kuwaua. Na siku ya tatu kufufuka. 22. Tulia kwanza hapo bwana. Yesu halikadhalika akaona maumivu. Yesu akaona mwezi wa 4, akaona nyakati kama hizi, akiona mateso. Maana kipindi kile wana Israeli kila inapofikia mwaka walikuwa wanasherehekea kwa ajili ya kuchinja wanyama, kutoa wanyama, kutoa kafara, kama ni siku ambayo tunakumbuka wakati tulipotoka kwenye mateso. Kurudisha sana habari za Pasaka. Yesu akaona maneno, akamchukua Petro, akaenda mlimani kuomba. Yesu akaona mateso yanayomkabili. Biblia inasema Yesu akawachukua wanafunzi wake, akaenda mlimani ili wamsaidie maombi. Yesu anasema wakati alipokuwa mlimani anaomba, anaona Yesu anapigwa mijeledi, anaona anapigwa mikuki, anaona anachoma misumari, anaona anawekwa kwenye msalaba. Yesu akapanda mlimani kwa machozi, akaenda kuomba, akasema Baba wanaona kwa nini nimekuja kufia wanadamu? Kwa nini natamani nipate nini? Yesu anawaza. Alipoona mateso akalia machozi, akasema ngoja nikaambie viongozi wangu angalau nisaidie maombi. Alipokuja akakutana Petro, akakuta wazee wamelala. Tena usingizi mwingine wanakoroma. Akasema vipi wazee, mbona mtaniombea? Ombeni msije mkaingia majaribuni. Wakaamka. Walipoamka basi Yesu tena kawacha, kaenda tena kufunga, akikimbia tena mlimani, akasema Baba kikombe kimepita. Alipotoka tu pale wazee wakabaki usingizi. Maana sio msalaba wake, sio kikombe chake. Bwana sifiwe kanisa. Bwana sifiwe kanisa. Yesu akarudi tena, akaona mateso yale, kumbe kikombe kile kilikuwa cha Yesu. Wakati mwingine kuna wakati unaweza kupitia jaribu ili uone mtu anaweza kukuombea, hakuna kukuombea. Amelala. Wewe ndio unaona mateso, unaweza kupitia changamoto ya ndoa. Wewe unaona mwingine analala, haoni mzigo kwa sababu yeye ndiye anaona. Unaona nini? Yesu akarudi, akasema Baba, aliporudi mara 3, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Lakini akasema sio kwa sababu mimi napenda, bali wewe utakavyo. Yesu hali kadhalika akiona mateso, akaona anasulubiwa, akaona anavuliwa nguo, akaona anapigwa mjeledi. Yesu akalia, wakampa sifongo. Tujifunza wakampa sifongo. Sifongo ni chungu sana, ni kitu kichungu. Lakini Yesu akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Yesu akalia, akasema Baba, imekwisha. Kwa hiyo hapo tunakumbuka jinsi gani, lakini nasema imenipasa nitateswa lakini nitafufuka. Kwa hiyo Wakristo wote leo katika mateso yale Yesu aliyopitia, tumeyapitia kwa imani. Mtu akisema kwamba nataka nimpige mwanaume na wewe upige mwanamke, yaani dhambi ya huyu mtu ni mbele, ni vigumu kubeba dhambi ya mtu mwingine. Sema tu dhambi kama kitu kama kiko kwa mtu mwingine, kama changamoto iko kwa mtu mwingine, kidonda anakichua kwenye nyacho. Kama wewe unaishi maisha mazuri, kama wewe una amani, kuna watu hawalali. Jana tu usiku kuna mtu analia, Baba mchungaji alikuwa hapa kanisa. Anasema Baba kanichukua tukaenda, analia machozi. Anaona chungu, anaona uchungu juu ya maisha yake. Akaniambia Baba natamani nijinyonge. Sio watu wengine. Natamani nijinyonge. Nikamwambia Bwana kwa nini ujinyonge? Mama mmoja nikamwambia acha hiyo ni pepo. Kwa nini ujinyonge? Sababu tu changamoto ndogo. Kwa yeye anaona ni kikombe kizito.
mzito. Hali kadhalika Yesu kabla anaenda msalabani anaona kikombe ni kizito. Lakini wapendwa, ukisogea pale mbele Marko 14:28, naomba tuende Marko 14:28. Twende tu haraka ili tumalize, kwa sababu leo tunashangilia Yesu, tuko kwenye kufufuka. 28:30 hapo kuna pointi hapo. Kwenda Galilaya. Petro akamwambia, hata wajapo kunguazwa. Yaani wanapokuwa hata wengine watakapokukataa, kunguazwa ndio maana yake. Lakini sio mimi. Sio mimi, unaona Petro. Yesu akamwambia, amini nakwambia, wewe leo usiku kabla ya kuwika jogoo mara mbili utanikana mara tatu. Unasikia maneno? Naye akazidi sana kusema, ijaponipasa kufa nawe, hata hivyo sitakukana kamwe. Unasikia? Na watoto na wote wakasema vile vile. Kisha wakaja mpaka bustani itwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Tulia kwanza. Ili wajapokukana mimi sitakukana. Petro alikuwa anataka kuwa na maana nzuri, na alikuwa anaona uwepo wa Mungu, alikuwa anasikia Roho Mtakatifu anasema naye. Siku moja mchungaji akauliza kanisa, sio hapa lakini mchungaji mmoja akauliza kanisa, mnanipenda kweli? Wamama wa kwanza ndio kigelegele mpaka cha saba. Akauliza mnanipenda kweli? Ndio. Nani anayeweza kufa kwa ajili yangu? Kasema kanisa lote. Sasa kumbe mchungaji akawateka kidogo. Sasa mchungaji alitamani apime imani ya kanisa lake. Je, ni kiwango gani kanisa limekuwa, au kiwango gani ambao wanaendana na mchungaji wake, au wananipenda mimi? Akapima tu kiwango. Kanisa akasema ndio tunakupenda. Sasa alikuwa ameandaa ni mtu tu wa kanisani, ila akajigeuza kama yale maninjanika kama kipindi kile vijana walikuwa wanatuimbia. Sasa akaleta bunduki banga linasi risasi, akaleta upanga, wakaja wawili. Sasa hapa akaingia mtu, wakaingia. Sasa umevaa kile, umejifunika mabaya, tuingia kusema uko chini ya yule mchungaji. Nyosha mikono, mchungaji akajifanya kama ni Yesu, yaani msalabani, unajua. Yeye akinyosha mikono akasema, anayesema hapa Yesu ni Bwana, au wapata kaka huyo. Kanisa lote walikimbia mlango ule. Wote mchungaji kabaki peke yake. Sijui hapo bado mhanga baki wapi. Bwana asifiwe. Amen. Petro akamkana. Jogoo alipowika, Petro akasema, huu sio msalaba wangu. Kuna wakati Yesu anasema atakapitia yoyote utakayopitia lipo jibu la maisha yako. Kuna wengine hapa tunasherehekea, lakini wengine hawana amani na familia zao. Bwana atusaidie sana. Kuna mwingine una amani, lakini unatakapoenda nyumbani, unafikiri nyumbani bora umeacha wewe kunguni mkubwa. Unafika mama amevimba, baba amevimba, hauna amani. Hayo ndio mateso yetu yapitia. Lakini anatupa matumaini kwamba itakapoteswa katika mauti, siku ya tatu itafufuka, na wewe unaweza kufufuka kwa jina la Yesu. Haleluya. Jamani, kama nisingekuwa Yesu, mimi ningekuwa nimeshasaulika miaka mingi sana. Kabisa. Niliyopitia na najua. Nikitoa ushuhuda hapa najua. Tunaishi kwa neema tu. Yaani hapa unasimama kwa neema, sio kwa uwezo wako wapendwa. Kama singekuwa huyu Yesu aliyetufuka kwa ajili yangu, Yesu aliye Galilaya, aliyenitoa Galilaya, aliyekutoa wewe Galilaya, akakuokoa watesi, inawezekana na wewe singekuwepo, lakini kwa sababu ya Bwana unamshangilia Bwana. Amefufuka. Haleluya. Amen. Wewe usitoshangilia, unataka kushangilia wakati gani? Kwenye harusi ushangilie, kwenye kufufuka ushangilie, unataka kushangilia wakati wa Mungu. Ukikuwa na shida sana. Sasa wewe usitoshangilia leo. Hata kama jamani haujala nyama kama mimi, na hujala chakula, hebu mtukuze tu. Mwana kondoo ana shida. Haleluya. Nenda kidogo, sogea pale kidogo. Mathayo 28 mstari wa 1.
Utaenda kumbe Na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Unasikia? Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme. Na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu, akawaambia wale wana na kuogopa na walinzi wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, msiogope, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi enendeni upesi, amefufuka katika wafu. Tazama, hawatangulia kwenda Galilaya, iko mtakako Mungu. Luka 11:13. Baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani, wakaanza kutangaza juu ya makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka, habari za ufufuko wa Yesu Kristo. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri moja, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. Unaona hao watu wakawapa askari fedha, wakisema semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba. Wamepewa pesa, lakini wanasema Yesu amefufuka. Haleluya. Cheni chamokana kumshinda Mungu. Hata kama mwanadamu atasema kuoe, hataweza, kwa sababu Yesu akiwa ndani yako, maisha yako yatang'ara kwa jina la Yesu Kristo. Kabisa wapenzi. Sasa unaona bado chuo limefufuka na wamama wanashangilia, wanasema Yesu amefufuka. Bado walinzi akasema tupewe fedha, akapewa fedha. Kuna mtu naweza kupewa kitu useme uongo. Ama moja, dhambi iko hivi, ukifanya dhambi inaumba na tunakosa kuna dhambi. Dhambi ikishaumba ndani yako inazaa mauti. Biblia inasema dhambi ikomaa. Leo unaweza kufanya dhambi, unajikuta mchungaji hanioni, mwisho wa siku unaona limeba Sikuona kuingia, Yesu anaweza. Unaona hapo utoni mimba yenyewe haina baba wala mama. Yesu amefufuka kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu amefufuka kwa jina la Yesu. Haleluya.